Becky aliteleza na kuanguka. Kwa bahati nzuri, kamba ilishikilia kwa nguvu. Alining'inia hewani futi 2000 kutoka ardhini, akiyumba huku na huko kama swing iliyovunjika. Ikiwa angeanguka, Hunter alijaribu kumtisha rafiki yake wa karibu mwenye woga. Kwa hivyo, alitikisa ngazi kwa nguvu kwa futi 2000 hewani, lakini hakugundua kwamba kutetemeka kote kulilegeza skru zilizoshikilia ngazi mahali pake. Baada ya kufika juu ya mnara, walianza kupiga picha za kichaa kama watu wenye ushawishi. Lakini walipokuwa karibu kushuka, ngazi ilishuka ghafla na skru zikatoka moja baada ya nyingine. Katika sekunde iliyofuata, Becky aliteleza na kuanguka. Kwa bahati nzuri, kamba ilishikilia kwa nguvu. Alining'inia hewani futi 2000 kutoka ardhini, akiyumba huku na huko kama swing iliyovunjika. Ikiwa angeanguka, mwili wake ungetoweka bila shaka. Hunter alishikilia kamba kwa nguvu iwezekanavyo, akijaribu kumvuta Becky juu, lakini mguu wake ukateleza ghafla. Mshtuko wa ghafla ulimfanya Becky apige kelele kwa hofu. Kwa bahati nzuri, Hunter alipata usawa wake haraka. Wakifanya kazi pamoja, mmoja alivuta huku mwingine akipanda. Baada ya kujitahidi kidogo, hatimaye Becky alifika juu salama. Kabla hata hawajatulia, waligundua kuna jambo baya zaidi limetokea. Walitazama chini na kushtuka. Ngazi nzima ilikuwa imevunjika na kuanguka chini. Sasa walikuwa wamekwama kwenye mnara wa TV uliotelekezwa futi 2000 hewani. Bila ngazi, hakuna njia ya kushuka. Hunter alitoa simu yake ili kuomba msaada, lakini hakukuwa na ishara juu kiasi hicho. Walitafuta kisanduku cha vifaa kwenye jukwaa na kupata durubini na bunduki ya moto yenye risasi. Wakati huo, Hunter aligundua chaposti aliyopakia awali kutoka ardhini ilikuwa na zaidi ya likes 300, ambayo ilimaanisha kuwa lazima kuwe na ishara chini kidogo. Aliandika ujumbe wa uokoaji, akafunga simu yake kwenye kamba na polepole akaishusha chini, lakini kamba haikuwa ndefu vya kutosha. Hawakusikia ujumbe ukitumwa. Hunter alifanya uamuzi ujasiri. Alipanda kutoka kwenye ngome ya usalama na kujishusha chini ya ngazi iliyovunjika, akining'inia hewani futi 2000 juu. Bado haitoshi. Aliachilia hata mkono mmoja, akijaribu kuiangusha simu mbali kidogo. Becky hakuweza kupumua vizuri kutokana na msongo wa mawazo. Hunter pia alikuwa anaishiwa na nguvu, lakini bado hakukuwa na ishara. Ilibidi apande juu tena. Kisha Becky akapata wazo. Kama ardhi ilikuwa na ishara, kwa nini asiitume simu nzima chini? Hunter alikubali. Aliweka simu ndani ya kiatu chake, kisha akavua sidiria yake na kuizungusha kwenye simu kama mto. Walitupa kiatu chini kutoka futi 2000 wakitumaini sidiria ingelikinda kutokana na kuanguka, lakini hawakuwa na njia ya kujua kama kitasalia. Kwa hivyo walisubiri na kusubiri. Saa zilipita. Hata hivyo hakuna ukoaji. Ni wazi simu ilikuwa imevunjika ilipogongwa. Walipokuwa karibu kupoteza matumaini yote, Hunter alimwona mtu chini ya mnara kupitia durubini. Wasichana wawili walifurahi sana na kuanza kupiga kelele kuomba msaada kwa sauti kubwa inayowezekana, lakini walikuwa juu sana. Mwanaume aliyekuwa chini hakusikia chochote. Mbaya zaidi, alianza kuondoka. Becky alivua kiatu chake haraka na kukitupa chini. Kilitua kwa nguvu chini, lakini mwanaume huyo hakugundua. Alitupa kingine. Wakati huu iligonga biimu ya chari na kutoa kelele kubwa. Mwanaume huyo aligeuka na kutazama huku na huku. Alichukua kiatu, lakini cha ajabu hakuinua macho yake. Baada ya kutoona mtu yoyote karibu, alitupa kiatu chini kando kando na kuondoka. Wasichana walikuwa wamevunjika moyo kabisa. Becky alichukua bunduki ya flare tayari kupiga risasi, lakini Hunter alimzuia. Jua lilikuwa wali sana, moto ulikuwa mgumu kuonekana mchana. Kisha Hunter aliona RV karibu. Alidhani mwanaume huyo alikuja kupiga kambi na labda haingeondoka mapema sana. Becky alikubali kusubiri. Hatimaye usiku ulikika, walilenga angani na kurusha bunduki ya flare. Mwanga kali uling'awa usiku. Hakika mwanaume huyo aligundua moto. Kupitia durubini, walimwona akiangalia juu kwenye mnara. Hunter na Becky walizidiwa na furaha. Walidhani ukoaji ulikuwa unakuja hatimaye. Lakini kilichotokea baadaye kiliwashtua sana. Walimwona mwanaume akitembea kuelekea kwenye lari yao, akishikilia fimbo ya chari. Alivunja dirisha la gari lao bila kusita. Wasichana walikanyaga miguu yao na kuogopa kutoka juu. Kisha akafungua ndogo na kuingia. Injini ilianza. Alikuwa akiiba gari lao. Wasichana wawili waliweza tu kutazama tumaini lao la mwisho likipotea kwenye mbali, wakiwa wamekwama kwenye mnara wa futi 2000 juu, wakihisi kutakasa tamaa zaidi kuliko hapo awali. Sasa chawacho waliweza kufanya ni kuomba mwizi awe na dhamiri na angeweza kuomba msaada baada ya yote. Walisubiri hadi maarifa yaka ya mabururu, lakini bado hakuna ukoaji uliopatikana. Hili halingekuwa linaendelea. Hawakuweka tutote la weta ndani kwa zaidi ya siku moja. Ilibidi wajiokoe. Kwa hivyo Hunter aliamua kuchukua hatari kubwa. Alifunga kamba ya usalama na kujiandaa kuchukua mkoba uliokwama kwenye sahani ya chari chini. Ingawa Becky alimsihi tu kufanye, Hunter alikataa kusikiliza.
Alifunga nucho ya kamba kwenye nguzo, kisha akajishusha chini kando ya mnara, hatua kwa hatua, akitumia fremu ya chari kwa usawazi. Ghafla mkondo wake ukateleza na akabaki akiyumba hewani, akining'inia kwenye kamba. Alijitahidi kupata udabiri, kisha akaendelea kupanda chini kwa uangalifu, lakini alipofika mwisho wa kamba, mkoba bado ulikuwa mbali sana. Alijaribu kuinama pembeni, akiunyoosha mkono mmoja, lakini haikuwa na maana. Juu, Becky aliogopa. Alimsihi Hunter arudi juu, lakini Hunter alihawata na wazo kali. Alifungua kamba ya usalama yake, sasa ikiwa inaning'inia bila ulinzi. Alishikilia kamba kwa mkono mmoja na kunyoosha mkono wake mwingine kuelekea kwenye mkoba. Aliyumba hewani, bado hakuweza kuifikia, kwa hivyo akapiga tekeo kwenye ukuta na kujirusha juu zaidi. Kisha akaitatia time nzuri, akayumba miguu yake mbele na kuiachilia. Ilikuwa ni ya kushtua moyo, lakini kwa namna moja ama nyingine alitua vizuri kwenye sahani ya chari. Hunter mara moja alichukua mkoba wake na jambo la kwanza alilofanya ni kutoa chupa ya maji. Alimeza mdo mkubwa huku Becky akitazama kutoka juu, akimeza mate kwa nguvu. Walikuwa na mkoba sasa, lakini Hunter angeunyaukaje? Alisimama polepole, akijiweka kwenye mnara, akijaribu kuikaribia kamba kwa uwezo unaowezekana. Kisha akanyoosha mkono wake wa kulia kwa uangalifu, lakini ulikuwa mbali sana. Kisha akawata na wazo bwana. Alirudi nyuma, akatoa stiki ya selfie yake kwenye mkoba, akiitumia kuunganisha kituu la kamba. Akanyoosha mkono wake, akijaribu kuitundisa mkoba kwenye kituu la kamba, lakini ulikuwa mzito sana. Alijaribu mara kwa mara, hakuna kilichofanyika. Alipokuwa karibu kukata tamaa, hatimaye aliweza kuunganisha mkoba kwenye kituu la kamba. Hilo lilimpa urefu wa kutosha kuikamata. Hunter aliinama chini, akaelekeza macho yake kwenye mkoba, kisha akaruka. Aliikamata hewani. Becky alishtuka kwa mshtuko kutoka juu, kisha akashika kamba kwa nguvu zake zote. Wakati huo huo, Hunter alipanda haraka, mkono haufeni, mguu haufeni. Muda mfupi alikuwa chini tu ya juu ya mnara. Sasa alihitaji tu kushika sehemu ya mwisho ya ngazi na angekuwa salama. Lakini wakati huo huo, kitu kiliharibika. Mikono yake ya Hunter ilishindwa, akapoteza mshika wake na kuanza kuanguka. Ote lilitokea haraka sana. Becky alisimama gandamazi kwa hofu. Hakuamini alichokiona. Machozi yake yalimtirira usoni, mwako huo akiinama polepole juu ya ukingi, tayari kukabiliana na uhalisia mbaya. Lakini mara Hunter alipokuwa akianguka, aliweza kushika kamba sekunde ya mwisho. Mikono yake ilikuwa imetaruka na kutoka damu, kwa hivyo Becky ilibidi amvute peke yake. Ilihisi kama ni haiwezekani, lakini alitoka hapo haraka. Alitumia miguu yake kujiimarisha na kuanza kuvuta kamba na kila kitu alichokuwa nacho. Kwa nguvu ya mwisho alimrudisha Hunter mahali pa salama. Mkoba pia ulipanda, ule wenye maji na drone. Becky hakupoteza muda, alitoa chupa ya maji na kuishusha chini kama maisha yake yalivyotegemea. Ilikuwa ni ufuadio la kwanza la kweli baada ya siku 2. Kisha wakachimbua mkoba tena na kutoa drone. Becky alipata risiti ya mahalani kwenye mfuko. Alitumia penseli ya kopo kuandika ujumbe wa ukoaji upande usiokuwa nacho. Walibandika barua kwenye drone na wakajiandaa kuituma kuelekea moteli iliyo karibu. Kila kitu kilikuwa tayari. Becky alidhibiti drone na ikaondoka vizuri. Iliruka haraka na kwa utulivu kuelekea moteli ya mbali, lakini kabla haijafika mbali, betri ilikufa. Ikiwa drone ingeanguka sasa, ingekuwa risasi yao ya mwisho imekwisha. Kwa hivyo, Becky ilibidi airudishe. Mara tu drone ilipopoteza nguvu, alinyosha mkono na kuikamata kwa wakati unaofaa. Lakini bila betri, bado hawakuweza kutuma ujumbe wao. Wakiwa wamehisi kukata tamaa tena, ghafla walifikiria taa ya ishara juu ya mnara. Labda tu wangeweza kuitumia kuchaji drone. Becky alichukua mkoba na kuanza kupanda tena. Kwa mikono na miguu yote miwili, polepole alifika juu kabisa. Mara tu alipofika, alifungua kifuniko na kutoa balbu ya taa. Aliingiza chaja ya drone na kwa mshangao wake ilifanya kazi. Becky alifurahi sana. Hakusogeza msuli wowote na akakaa hapo kwa saa 2 nzima hadi hatimaye drone ilipochajiwa kwa kamilifu. Becky aliporudi kwenye jukwaa, hakusimama kwa sekunde moja. Moja kwa moja alizindua drone na kuipeleka ikiruka kuelekea moteli. Muda si mrefu, majengo yalianza kuonekana kwenye screen. Alihitaji tu kufika mahali penye watu. Mtu angeiona barua ikiwa imebandikwa kwenye drone. Becky hakuweza kuzuia msisimko wake, lakini mara tu drone ilipovuka barabara, lori lilipita kwa kasi na kuivunja drone vipande vipande. Becky aliganda kwa mshtuko. Hakuamini kilichokuwa kimetokea. Alikuwa karibu sana. Alimuona dereva wa lori akitoka nje kuangalia. Kama angeiona karatasi, bado walikuwa na nafasi. Lakini dereva hakuiona drone iliyoharibika. Alitazama huku na pale, hakuona chochote, akarudi kwenye lori lake na kuondoka. Becky alitotoka na michozi. Ilikuwa hivyo tu, alikuwa amepoteza matumaini yote. Lakini mambo yalikuwa karibu kuwa mabaya zaidi. Alipogeuka kumtazama Hunter,
Hunter polepole aligeuza uso wake kuelekea kwake, akifunua jeraha lenye damu na kuoza. Becky alizidiwa na maumivu. Ghafla, ukweli mbaya ulimpata. Hunter alikuwa amekufa alipoanguka kwenye sahani. Hakunusuru msimu huo wa fuli. Becky alikuwa akiota ndoto wakati wote. Ilikuwa ni mkoba tu aliyouvuta, si Hunter. Tangu wakati huo, alikuwa peke yake kabisa kwenye mnara huo, akizungumza na kumbukumbu. Alianguka kwenye jukwaa, akiwa hana fahamu kabisa chini ya jua kali. Ghafla, tai mwenye njaa aliruka chini na kumchoma paja lake lenye damu. Lakini Becky alifungua macho yake kimya kimya, akamtazama ndege huyo na kumshika shingoni. Tai huyo alijitahidi sana, lakini Becky akiwa na njaa na hasira aliweza kumpiga chini. Kisha akaanza kula mbichi. Hakujali, alikuwa na wazo moja tu lililobaki: kuishi bila kujali. Baada ya kula, Becky alifungua kamba ya usalama. Alishuka chini ya sehemu iliyobaki ya ngazi na kukata kamba hadi kwenye baa ya chini kabisa. Kisha akaangusha kamba iliyobaki, akaishika na kuanza kuteleza haraka chini. Wakati huu hakukuwa na kusita. Mienendo yake ilikuwa makali na ya kujiamini. Alifika mwisho wa kamba haraka, alifungua kufli na kuruka kwenye sahani. Aliutazama mwili wa Hunter uliokuwa unaoza na akahisi hisia nyingi, lakini alichofanya baadaye kilikuwa cha kushangaza zaidi. Aliandika meseji kwa babake kumwomba msaada, ingawa bado hakukuwa na ishara. Kisha alivua kiatu cha Hunter, akaingiza simu ndani na akaisukuma ndani kabisa kwenye tumbo la Hunter kupitia jeraha. Vyote vikiwa vimekaa vizuri, Becky alisukuma mwili huo kwa nguvu moja na kuuangusha chini futi 2000, huku nyama na kiatu vikimsaidia kuanguka. Simu ilinusuru, na ilipofika chini, ishara ilirudi na ujumbe hatimaye ulitumwa. Kurudi nyumbani, baba yake James alipokea meseji. Alipiga simu sehemu 811 moja kwa moja na kukimbia kwenye mnara. Becky hatimaye aliokolewa. Mara tu Becky alimwona babake, alikimbia moja kwa moja mikononi mwake na kuvunjika moyo akilia.